Nikiwa kama mjumbe wa Ososi nikiwa hapa Luanda, kuna watu watatu nataka kuuliza maswali. Watu wangapi? Watuambie what do they know. Kwa sababu Mheshimiwa Godfrey Ososi ni kweli ako na mtazamo wake tofauti wa kisiasa ambao ni tofauti na wengine. Na kila mtu ako na haki ya kuwa na mtazamo tofauti na yule mwingine. Sina hiyo? Jana mmoja nimeenda kwenye media nikaongea na kukejeli na kukashifu yale maneno nikiwa na viongozi wengine wa Western Kenya. Kama Mlembe Caucus tulikasirishwa sana. Jana nimekuwa kule bungeni nimetoa statement kumuuliza DCI na IG wa polisi watupatie ripoti kujua kwamba hawa vijana ambao video yao inaonekana vizuri wako wapi. Halo? Kwa niaba ya watu wa Luanda ambao wamekaa hapa siku ya leo, niko na maswali kwa wanaume wachache na mama mmoja, tuambie nini wanajua kuhusu kupigwa kwa Mheshimiwa Godfrey Ososi. Mengi yamesemwa, wengi wamerusha mawe kwamba Reo Omolo. Lakini leo hii nataka kuwa na mtazamo tofauti. Kwanza kabisa, seneta wa Kisumu, Professor Ojienda. Wewe ni jirani yetu hapa. Kati ya watu ambao walimvamia Ososi, wawili wanafanya kazi kwa ofisi yako. Nauliza, what do you know about those boys? Mheshimiwa Ojienda, on behalf of the great people of Luanda, I want to ask you this afternoon. Lucas Otieno works in your office. Clean Kwere works in your office. These are your staff. They were involved in assaulting a leader elected by the people. What do you know about the assault on Mheshimiwa Godfrey Ososi? Mheshimiwa Ojienda, wewe ni ndugu yetu hapa. Wewe ni jirani yetu hapa. Tumeona katika mitandao umepiga picha na wale wangwana. What do you know about the assault on Mheshimiwa Godfrey Ososi? Sisi kama Luanda tunasema kwamba hii vita sio vita ya Mjaluo na Mluya. These are goons who must be taken account of what they did. Sio ni kweli? Hapo ni kweli? Kwa hivyo Mheshimiwa Ojienda ningependa kuuza hayo. Mtu wa pili, Waziri Murkomen. Wewe ndiye waziri wa Interior na Administration. Wewe ndiye waziri ambaye unatoa amri kwa IG wa polisi. Waziri ambaye anatoa amri kwa DCI wa polisi. Nimengoja kusikia sauti yako lakini sijasikia. Nauliza, what do you know about this issue on assault of Mheshimiwa Godfrey Ososi? Kwa sababu wakati mambo yanafanyika unakuwa kwanza kuongea. Nimengoja jamani kuona kwamba umesema uongee kusema kwamba umechukua ABCD lakini haujaongea. Mheshimiwa Murkomen, I want to ask you on behalf of these great people, what do you know about the assault of Mheshimiwa Godfrey Ososi? Mtu wa tatu, Mama Gladys Wanga ambaye ni gavana wa Homa Bay. Natambua kwamba wewe ndio chair lady wa ODM. Najua kwamba hiyo majuzi mmemfukuza Mheshimiwa Ososi kutoka chama chenyu. Inaweza kuwa kwamba mmetumia hiyo njama kumwaibisha na kumfurusha zaidi. I want to ask on behalf of the great people of Luanda, Mama Gladys Wanga, what do you know about the assault of Mheshimiwa Godfrey Ososi? Hello? Mimi nikiwa Dickson Maungu, simwogopi mtu, sitatishwa, sitanyamaza, lakini nauliza maswali kwa sababu ya mtu wangu hapa Luanda, kiongozi ambaye amedhulumiwa kama mbwa. Amedhulumiwa kama mnyama. Tumesinywa, tumekasirika. Sina hiyo? Mtu wa nje nataka kuuliza swali siku ya leo ni DCI. Mheshimiwa ama ndugu Amin, wewe ndio unasimamia mambo yote ambayo inasemekana mambo ya investigation. Jana nasema ni asante, umetoa majina ya vijana watatu. Lakini ukiangalia kamera kuna vijana kama 17 ambao walikuwa kuhusika kwa ile mambo ya kumpiga Mheshimiwa Ososi. There were about 17 boys who were involved in this activity. I want to ask the DCI, what have you done to apprehend? What have you done to arrest? What have you done to ensure those who are culpable are in court right now? Kwa sababu si kwamba sisi hatuwezi lipisha kisasi, lakini sisi ni watu ambao tunaheshimu sheria, watu ambao tunaheshimu malako ya dunia hii, na naona kwamba DCI we need an answer from you. Jana kule bungeni nimeuliza swali na jibu yangu inakuja next week on Thursday. I will be interrogating that statement as feedback from the government. Nijue kwamba what wrong did Ososi commit to warrant
such an assault on a person? What wrong did Ososi commit to warrant such humiliation? Kiongozi akavutiwa chini kama mnyama, akawekwa teke mpaka joo yake kavunjika. Mliona ile mambo? Mwingine alikuwa na bunduki. Nauliza DCI hapa hivi, iwapo yule gun ako na bunduki na inaonekana ako bunduki, umeshika hiyo bunduki ambayo ilikuwa na yule jamaa, ama yule jamaa anatumia hiyo bunduki kuharibu watu wengine? Halo? Nasema haya mambo kwa niaba ya hao wananchi wameketi hapa, kwamba tumekasirishwa, kuona kwamba mmoja wetu ambaye ni kiongozi anadhulumiwa, ni kana kwamba hana haki Kenya hii. Kila mtu ako na haki ya kufanya vile anavyotaka. Kama wewe ni mtu wa one term, uheshimiwe na one term. Kama wewe ni mtu wa two term, uheshimiwe na two term. Lakini mtu asidhulumiwe na kuona kwamba kuna vile. Kenya hii kumekuwa na shida kwa sababu hivi majuzi tumeona goons wameingia katika utawala wa nchi hii. Hivi majuzi mliona kwamba kuna goons wanaingia kanisani kufurusha viongozi wanaenda kuabudu. Hivi majuzi mmeona magoons wakiwa katika airport entrance kungojea viongozi ili wawadhulumu. Leo hii hao goons wamefika katika hali ya kuingia kwenye hoteli na nyumba za starehe. Hiyo ni aibu kubwa sana. Halo? Jambo la mwisho. Kuna watu bloggers ambao punde tu Mheshimiwa Ososi alipigwa, dakika 5 haikuisha akaanza kutuma ripoti kwamba Ososi alikuwa amekaa mwanamke kwa duka. Mimi nauliza, Manguno akikana huyu mama Mheshimiwa Kano kuna makosa? Kuna makosa? Mimi nasema kwamba Mheshimiwa Ososi alikuwa kwa hoteli amekaa na staff wake. Halo?